Inakadiriwa duniani kuna Wakristo zaidi ya bilioni 2, huku kukiwa na madhehebu karibia 45,000 ambayo kila kukicha yanazidi kuongezeka. Katika kilele kuna madhehebu mawili makubwa ambayo yamekuwa yakiwachanganya wengi, wa Roman Katoliki, kisha wanafuata wa Orthodox ambao wakati mwingine wanaitwa Orthodox Katoliki. Watu wengi wamekuwa wakiwachanganya watu wa madhehebu haya kwani wanaonekana kuelekeana sana, lakini pia ni watu tofauti. Katika video hii iliyoombwa na mtazamaji wangu Luvure akitaka kuwafahamu wa Orthodox, nitakuelezea kila unalotakiwa kufahamu kuhusu kanisa hili na tofauti yao na Waromani Katoliki ni ipi. Kwa wale wanaotuma jumbe zao kupitia Instagram, usijali, Bongo Faster tumejipanga kukutengenezea kila video inayoombwa. Hivyo ni follow Instagram kwa jina la Justin Shedi, kisha nitumie ujumbe wa video unayohitaji. Kwa wale wasionifollow kisha wanatuma ujumbe, video zao zitaendelea kusubiri. Okay, tuendelee moja kwa moja kwenye video yetu. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Miaka ya nyuma sana, sehemu kubwa ya bara la Ulaya lilikuwa chini ya utawala wa Kiroma, yani Roman Empire, na Ukristo ulikuwa haramu na watu wengi sana walichinjwa na kukatwa vichwa. Mambo yalibadilika pale alipoingia mtawala aliyeitwa Konstantin katika karne ya 4. Mtawala huyu aliota ndoto Yesu akimweleza achore alama ya chiro kwenye ngao yake ya kwenda nayo vitani, alama ambayo ni kifupi cha neno Yesu Kristo. Mtawala huyu alifanya hivyo na akashinda vita hiyo. Baada ya kuona ushindi huo, akakubali kuwa Mkristo na akapitisha sheria ya kwamba Wakristo wafanye ibada kwa uhuru bila ya kuadhibiwa na Injili ihubiriwe bila shida, na kanisa la kwanza linadaiwa kuwa Katoliki. Kwa kuwa Roman Empire ilikuwa kubwa sana, mtawala Konstantin akaugawa utawala mara mbili. Eneo la magharibi kukabaki kuitwa Western Roman Empire ambako makao makuu yalikuwa Roma, na kule mashariki kukaitwa Byzantine ambako mji wa Konstantinople ukawa ndio makao makuu ya utawala wa Kirumi huko mashariki. Lakini kanisa lilibaki kuwa moja tu kama lilivyoanza. Katika mwaka 395 utawala wa Kirumi wa magharibi, yani kule Roma, ulianguka, hivyo maaskofu wakawa na nguvu sana ya kiutawala. Lakini kule Byzantine, Konstantinople, kuliko na utawala wa Kirumi wa mashariki, bado kulikuwa vizuri kiutawala. Hivyo mpaka kufikia mwaka 752 maaskofu wote walio chini ya utawala wa Kiroma walitakiwa kuthibitishwa na mtawala wa Kirumi aliyeko kule Byzantine, Konstantinople. Lakini baadaye katika karne ya 8 utawala wa Kirumi wa kule mashariki, yani Byzantine, Konstantinople, ukaanza kuteteleka, hasa baada ya ujio wa dini ya Kiislamu. Na ukumbuke wakati huo utawala wa Ottoman ndio ulikuwa unajitanua zaidi. Kama hujaangalia video ya utawala wa Ottoman, tafadhali fanya hivyo hapa Bongo Faster. Sasa wakati utawala wa Byzantine Konstantinople unateteleka, upande wa magharibi yani Roma kulikuwa kuna stawi na maaskofu walikuwa wakipata nguvu kila kukicha. Hivyo wakatumia nguvu na ushawishi walionao kumtawaza Charlemagne kuwa mtawala wa Roman Empire, yani utawala wa Kirumi. Hii ilifanya maaskofu wa kule Roma kuwa na nguvu sana, hivyo wakaanza kukontrol mpaka upande wa mashariki ambako mwanzo kulikuwa na maaskofu wengine. Ilipofika mwaka 1054, Roma ilikuwa chini ya askofu aliyeitwa Louis wa 9 na kule Konstantinople kukawa na askofu aliyeitwa Cerularius. Sasa askofu Louis wa 9 kutoka Roma akawa anataka kukontrol mpaka Konstantinople ambako kuna askofu mwingine, lakini askofu Cerularius alikuwa ni namba nyingine, akagoma kuwa chini ya askofu ambaye kiuhalisia wana cheo kimoja. Hii ikaleta vita ya madaraka. Askofu Louis wa 9 aliona hii ni dharau, hivyo akaandika barua ya kumtenga askofu Cerularius, ambaye naye akajibu mapigo kwa kutuma barua ya kumtenga askofu Louis wa 9. Vuta ni kuvuta ikaendelea na maaskofu hao wakazidi kutunishana misuli. Hatimaye ikazua mambo mengine. Kila upande ukaanza kuhoji uhalali na usahihi wa ufanyaji wa ibada wa upande pinzani, lakini pia uhalali na usahihi wa madaraka ya papa. Tofauti zote hizi zikasababisha kanisa kumeguka, huku wale wa mashariki wakiitwa kanisa la Orthodox Katoliki na wale wa upande wa magharibi, yani Roma, wakiitwa Roman Katoliki, na imebaki hivyo mpaka hii leo. Tukio lote hili linafahamika kama Great Schism.
Mpaka hapa nadhani ushaelewa namna kanisa la Orthodox lilivyozaliwa. Jambo moja litakalo kufanya uelewe kuhusu kanisa hili ni utofauti wao na kanisa la Roman Katoliki. Hivyo bila ya kuchosha macho yako na masikio, wacha nikupeleke katika kipengele cha pili ambacho ni utofauti wa makanisa haya. Namba 1, kichwa cha kanisa. Wakristo wa Orthodox wanamchukulia Yesu Kristo kuwa mkuu wa kanisa, wakati kanisa Katoliki linaongozwa na Papa ambaye anatumia jina la Vicar of Christ, yaani kasisi wa Yesu. Hii inatokana na madai kwamba Mtume Petro alipokea mamlaka kamili juu ya kanisa zima kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Kisha Petro alikuja Roma na akawa askofu wa kwanza kabisa wa Roma. Baadaye akaihamisha mamlaka hii kwa wasaidizi wake na wanafunzi wake, yaani maaskofu wa Roma. Hii inamaanisha Papa ni mkuu wa maaskofu, lakini pia hakosei jambo lolote. Lakini kanisa la Orthodox lipo kinyume chake, linawaona maaskofu wote na maaskofu wakuu kuwa binadamu tu ambao wameitwa na kuwekwa wakfu kufanya huduma za kidini, hivyo wanaweza kukosea wakati wowote. Namba 2, mapenzi na ndoa. Katika kanisa Katoliki, mapadre na maaskofu lazima wafuate useja, yaani kutoshiriki ngono wala kuoa kabla na hata baada ya kupewa nafasi zao. Lakini katika upande wa kanisa la Orthodox, mashemasi na makuhani lazima waangalie useja tu baada ya kuwekwa wakfu, ambayo inamaanisha wanaweza kuoa hapo kabla, lakini ikiwa wake zao watakufa kabla yao, mashemasi na makaasisi wa Orthodox hawaruhusiwi kuoa tena. Namba 3, ndevu. Makuhani wa Orthodox hufuga ndevu kwa sababu wanafuata neno lililoandikwa katika Biblia, kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 21 mstari wa 5, iliyoandikwa, wasijifanyie upaa kichwani wala wasinyoe pembe za ndevu zao. Pia Yesu Kristo inadaiwa anaonyeshwa kila mahali akiwa na nywele ndefu na ndevu, na hata wafalme na manabii wote katika Biblia wanadaiwa kuwa na ndevu. Hata hivyo, upande wa Roman Katoliki wao hawafugi ndevu. Namba 4, ishara ya msalaba. Mnamo mwaka 1570, Papa Pius wa 5 alifafanua kwamba waumini wa Kikatoliki lazima wafanye ishara ya msalaba kutoka kichwani hadi kifuani na kutoka bega la kushoto kwenda kulia. Pia ishara hiyo inafanywa kwa vidole vyote vitano vya mkono wa kulia vilivyowekwa pamoja. Lakini Wakristo wa Orthodox hufanya ishara ya msalaba kwa vidole vitatu: dole gumba, kidole cha kwanza na kidole cha katikati vilivyowekwa pamoja ili kuashiria Utatu Mtakatifu, na vidole vingine viwili vilivyoshinikizwa katika kiganja kuashiria asili ya Yesu ya kibinadamu na ya kiungu. Pia ishara ya msalaba ya Orthodox inafanywa kutoka bega la kulia hadi kushoto. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa video yetu, na imani umejifunza, na kama ni hivyo, nitumie mwaliko wa sikukuu hizi kupitia ukurasa wangu wa Instagram, na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.